Kwa majina naitwa Cecilia Leo Mushi, naishi Maduka 9, ila biashara yangu naifanyia huku Kaboro Gengeni. Mimi ni mzaliwa Kilimanjaro Moshi, na elimu yangu ni mpaka chuo kikuu ambayo nimesomea mambo ya nyamapori, chuo cha nyamapori Mweka. Baada ya kumaliza masomo yangu, bado sijabahatika kuajiriwa, au nikakaa nyumbani kidogo kwa muda mfupi, kwa miezi kadhaa. Nikaona sio vema kukaa nyumbani, si unaelewa, kuomba, hapana, haifai. Nikatoka nikarudi Dar, nikaenda kukaa kwenye duka la baba la simu. Nilivyokaa pale kidogo nikapata viela vichache yani. Nikapata wazo, nikasema nitafute kitu cha kufanya, yani kujitegemea. Kuna ndugu yangu ambaye anaishi huku Mwanza. Nikajaribu kuwasiliana naye, akanipa mwongozo mzuri, akaniambia naweza kuja Mwanza kuja kufanya chochote. Kwa hiyo na mimi nikatoka Dar kule mwaka 2022 mwishoni, nikaja Mwanza, nikatafuta frame, nikapata frame yenyewe ndio hii hapa. Nilipopata frame nikatafuta kitu cha kuweka. Kiukweli mtaji wangu mimi ulikuwa sio mkubwa, ulikuwa kidogo sana. Basi nikalipia frame, nikabaki na hela kidogo. Nilipobaki na hela kidogo, nikaona niweke, yani ni biashara gani ambayo naweza nikaiweka mimi sio ya kuharibika, si unaelewa. Nikaamua kuchukua vihenkachifu, soksi, taiti. Nikaanza navyo na spray ndogo ndogo zile ambazo tunauza 5,500. Nikaanza na mtaji wangu huo mdogo, nikaendelea kuuzungusha taratibu. Yani ile faida ikazaa kitu kingine. Nikaeka mafuta kidogo, nikaeka t-shirt, nikawa naeka vitu kidogo. Kwa ile hela yangu iliyokuwa nayo kidogo, nikawa na rotate. Nikaja tena kwenye hiyo hela, nikazalisha viatu, visendo vya kike. Nikaja nikaeka kobazi chache za kiume. Nikamaliza hapo, nikaeka suruali za jinsi kidogo. Kwa kutumia hivyo ndo nikawa nakuza biashara yangu. Kitu kilichonishawishi nijikite kwenye biashara hii na sio biashara nyingine ni kwamba nilikaa nikawaza ni nini hasa watu wanahitaji. Nikaona hata nikiweka biashara, labda tuseme labda nifungue genge nalo ni nzuri, lakini nikaona ile bidhaa ambayo nitakuwa naiendesha pale na mtaji wangu utakuwa, yani saa nyingine kuna vitu kuharibika. Nikaona bora niweke kitu ambacho hakiharibiki, sawa na uhitaji wa mtu anatakiwa kuvaa kweli, mtu anatakiwa kufanya hivi, watu wana mahitaji mbalimbali, mafuta ya kupaka, wengine hata kanga, vitenge. Nikaona nijikite huku, hata kama kitu kinachelewa kutoka ila hakiharibiki. Ndio maana nikaamua kujikita huku ili kutengeneza ile hela. Yani ni kuna hasara na faida, ila nikabezi ni akili zangu zikaja tu, hivi vitu haviharibiki. Bora nijikite huku ili niweze kufanya nini? Kustahimili mzunguko wa biashara. Kwanza nikiamka siku zote huwa namshukuru Mungu kwanza. Namuomba Mungu, namuomba aniongoze vizuri kwenye biashara yangu, pia na biashara yangu naifunika kwa damu ya Yesu. Hivyo nikiamka nafanya shughuli zangu kama mwanamke nyumbani. Nikimaliza kufanya shughuli zangu najiandaa na kuja kazini. Kazi hapa ofisi yangu huwa naifungua saa 2 kamili kwa utaratibu. Nikija kazini kwangu hapa nafanya usafi, kila kitu hapo, nakaa nasubiri wateja wangu. Yani ili ufanikiwe mapema, unajua nawahi kuja kazini ili niwasubiri wateja wangu. Na kufunga huwa nafunga kwa kuchelewa pia. Nafunga saa 3:30 mpaka saa 4. Kwenye biashara kuna changamoto. Na hizo changamoto nahisi zinapata watu wengi, wafanya biashara wengi. Kwenye biashara kama hii, mteja anaweza kaja, yani wewe unampokea kama mteja, lakini anakuwa sio mteja. Anakuwa ni ule mtu wa kudokoa au kuiba, mtu amekuja na plani zake nyingine. Kwa hiyo hapa mimi nilishapata changamoto, sio moja au mbili, ni nyingi,
ila nitaelezea moja au mbili. Kuna mteja alikuja ofisini kwangu, ni rafiki yangu, akaja nikamkaribisha vizuri, akachagua nguo. Alivyochagua nguo akaeka pembeni, akaniambia hizi nguo nazichukua, akachagua na makeup akaeka hapo. Mimi nikadhani kwamba labda ni vile vile vitu alivyovichukua, kumbe alikuwa ameshaiba sendo, ameficha ndani ya nguo. Kachukua sendo, kachukua saa, losheni ya kupaka, amechukua hina na spray amebeba. Sasa kitu kilichonishtua mimi, nikajua yule kaniibia, ni kwamba ile body slash aliyoichomeka kwenye nguo, mfuniko uliachia. Hasa ile harufu ikawa inatoka. Kamuuliza, mbona kuna harufu inatoka? Akasema hamna. Baadaye naangalia kwenye kabati, vile vitu havipo. Namuuliza, anasema hamna. Baada ya muda sasa kuanza kumwambia kwamba nataka nikuangalie, yani nikufanyie check. Akakataa. Akasema hamna, sijachukua kweli, sijachukua. Ile sana ongea naye, mteja mwingine kaingia. Yule mteja alivyoingia akawa na ile hofu sasa. Anang'ang'ania kutoa ile body slash ili aiweke ni kabatini. Ile anajaribu kuweka kabati kadondoka. Ilivyodondoka sasa pale ndio nikambana. Ile kumbana, anaachia vitu vyote, anavitoa kwenye nguo. Kwa hiyo kwenye biashara kama hizi kuna changamoto. Mwingine anakuja tu, anafika kabatini kama hapa hivi, anachukua kitu anakificha, anaondoka nacho. Hapo amekuachia hasara. Unaona, unakuta kile kitu kina faida 2,000 au 3,000, lakini anachukua faida yako na mtaji wako. Kwa hiyo hapa anakurudisha nyuma. Kwa kwenye biashara kama hizi kunakuwa na changamoto. Kuibiwa. Saa nyingine labda umenunua mzigo, unakuta labda kama losheni au nini, unakuta labda expire date iko karibu. Unakuta labda bado miezi 2. Ile bidhaa unakaa nayo zaidi ya miezi 4. Kwa hiyo inakula hasara kwako. Saa nyingine unakuta unanunua gauni kama hili, unakuta limechanika. Huwezi kuirudisha kwa sababu umechukua kwa jumla, ina maana unabaki na ile hasara yako. Kwa hiyo kwenye biashara kuna changamoto nyingi. Yaani kwenye biashara tuwe mvumilivu, yani tunafanya biashara kwa imani. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo yani ukisikia mtu anafanya biashara, anatakiwa na moyo wa kustahimili chochote. Ila biashara ni nzuri kuliko kukaa sehemu kuombaomba, kufanya mambo ya ajabu ambayo yastahili. Biashara inafanya mtu anakuwa active kidogo. Mafanikio niliyopata kupitia biashara yangu ni makubwa kiasi. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kupitia hii biashara nimeweza yani kujitegemea sana na kufanya vitu vingine, kuwekeza kwenye labda kununua kiwanja. Tunafikiria sasa hivi kujenga, kwa kweli. Na pia naweza kulipa kodi, naweza kujisimamia. Sio kuomba naomba kodi, naomba mavazi, naomba kitu fulani. Na pia mzazi wangu akikwama namsaidia. Ndugu zangu tunapeana support. Kwa hiyo biashara inakuwa na faida pia. Japo kuna changamoto lakini faida ni nyingi. Ndoto yangu kiukweli, natamani kwenda mbele, sio kurudi nyuma. Kama hapa hivi bado, yani natamani niwe na biashara kubwa. Kama nilikuwa natamani niwe na duka la jumla, niwe nauza nguo za kike na za kiume. Yani niwe na duka kubwa la kuuza nguo za kiume, za kike, yani kwa jumla, sio rejareja. Ndio ninachokitamani. Na baada hapo tena nifungue biashara nyingine. Ningeweza kupata support ya hela. Yani tuseme mtaji. Nikipata support ya mtaji, naweza nikapiga hatua mbele. Maana ukisema mtu labda anakupa support hata ya ushauri, mawazo ni mazuri. Mtu anaweza akakupa ushauri, akakupa hatua zaidi ya mtu aliyekupa hela. Na kuna mwingine anaweza akakuwezesha pia ukafanya biashara yako kwa ufanisi zaidi. Kwa support hiyo unaweza ukaenda mbele zaidi. Kupitia hii biashara yangu ninayoifanya, taifa langu au Tanzania kwa ujumla inanufaika, kwa sababu hapa
nalipa kodi TRA nalipa, nina leseni ya biashara, service levy nalipa. Kwa hiyo nachangia kipato kiasi fulani kwenye taifa langu ili tupate maendeleo zaidi. Mimi ninachowashauri vijana wenzangu, wadogo zangu, wakubwa zangu, kuna wengine wakubwa zangu pia, ninachowashauri yani kuliko kukaa mtaani usema sasa hivi hamna ajira, hata ile mtaji sina, siwezi kufanya kitu, mwingine anaenda kujikita kuiba, mwingine kujiuza, yani mambo yamekuwa mengi sasa hivi. Kwa hiyo mimi nawashauri hata ukiwa na shilingi 50,000 inakutosha kuanza biashara yoyote. Unaweza ukaenda ukachukua nguo ya mtumba ya shilingi 3,000 au 5,000 ukaja ukaiuza hata 7,000. Ile 2,000 inakutosha kufanya kitu, yani kufanya jambo. Kwanza ile inakufanya unakuwa busy. Unasahau kufikiria vitu vingine ambavyo havimpendezi Mungu au havifai kwenye jamii. Kwa hiyo nawashauri hivi, yani hata ukiwa na shilingi 50,000 inakutosha kabisa kwenye biashara. Yani mtu akikupa shilingi 50,000 unaweza ukafanya kitu kikubwa zaidi ya yule mtu aliyekupa 300,000 au 400,000 kwa wakati mmoja, hujaifanyia kazi. Mimi nashauri vijana wenzangu ambao kweli tupo mtaani hatuna ajira, ni kweli, lakini ajira unaweza ukajiajiri mwenyewe kidogo kidogo na ukaendesha maisha yako vizuri pasipo kutegemea vitu vingine ambavyo viko kinyume na maadili. Tuipende Tanzania, tuijenge Tanzania.